Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wa ajabu. Tunamkumbuka Sheikh Juma Hassan Mpondo kwa visa vyake vingi vya mafunzo. Moja kati ya visa hivyo ni hiki cha mgeni wa ajabu. Siku moja majira ya saa 5 asubuhi, mzee mmoja mwenye asili ya Kiarabu alifika dukani kwa Sheikh Juma. Kwa sauti ya upole na utulivu akasema, "Mimi ni mgeni wako." Sheikh Juma kama kawaida yake ya ukarimu alimkaribisha na wakaanza mazungumzo. Mzee yule alikuwa na lahaja ya Kiarabu na alionekana kuwa na jambo la muhimu. Akamwambia, "Nimekuja na ujumbe. Shekhe, acha biashara, fanya kazi ya dini tu." Sheikh Juma alitabasamu kidogo, kisha akajibu kwa utulivu, "Nikiacha biashara nitaishi vipi? Mimi hufanya biashara na wakati huo huo nafanya kazi za dini." Lakini mzee yule hakuridhika na jibu lile. Ghafla akaanza kuinua sauti, akisisitiza kwa msimamo, "Shekhe, acha haya mabiashara. Somesha watu dini, watumikie Waislamu." Sheikh Juma alinyamaza, hakujibizana. Alibaki kumtizama mgeni wake huku akitafakari kwa kina. Mara akahisi huenda mzee huyo si mtu wa kawaida. Labda akili zake hazikuwa sawa, au pengine alikuwa na hali ya kipekee. Wakati wa adhuhuri ulipowadia, walikwenda pamoja kuswali msikitini. Baada ya swala, Sheikh Juma alichukua hatua isiyotarajiwa. Alimtoroka mgeni wake na kwenda nyumbani badala ya kurudi dukani. Lakini haikuchukua muda, mzee yule naye akafika nyumbani kwa Sheikh Juma. Akasema, "Tulipomaliza kuswali sijakuona." Na Sheikh Juma naye akajitetea kwamba na yeye hakumuona, ndio maana aliondoka. Lakini mzee yule akaendelea, akasema kwamba, "Nimeulizia mpaka nimefika hapa." Sheikh Juma alimkaribisha tena kwa heshima na ukarimu. Akamfanyia ikram na wakaendelea na mazungumzo yao. Bado mzee yule alisisitiza ujumbe wake. Shekhe aache biashara kabisa, ajikite tu katika kazi ya dini. Ilipofika usiku, Sheikh Juma akamkabidhi mgeni yule kwa mdogo wake anayeitwa Uwesu. Mzee huyu ni mtu mzima, alimwambia mdogo wake. "Lala naye, pengine atahitaji msaada usiku." Usiku ulipopita, alfajiri ikawadia. Kama ilivyo kawaida ya nyumba hiyo, wote waliamshwa kwa ajili ya swala ya alfajiri. Uwesu aliondoka kuelekea msikitini akiwa ameongozana na mzee yule mgeni. Lakini ghafla
Katika mazingira ya kushangaza, mzee yule aliyeyuka, alipotea ghafla. Uwesu alipatwa na hofu kubwa, hakuelewa kilichotokea. Akajiuliza, atamweleza vipi kaka yake jambo hilo? Lakini alipomweleza Sheikh Juma, alishangaa kuona Sheikh Juma hakushtuka. Sheikh Juma akamwambia, nilishahisi tangu mwanzo kuwa huyu hakuwa mtu wa kawaida. Basi maisha yaliendelea. Baada ya tukio hilo, mitihani mingi ilimpata Sheikh Juma katika biashara yake, lakini mwishowe alikubali ujumbe ule wa ajabu, akaacha kila kitu na kujikita kikamilifu katika kazi ya dini. Cha ajabu, hata ile hofu yake ya kusema angeishi vipi yeye na familia yake akiwa hana kazi, ajabu ya Rahmani, maisha yaliendelea yakawa mazuri kuliko hata alivyokuwa akifanya biashara. Subhanallah. Ujumbe wa kisa hiki, wapo wageni wanaokuja katika maisha yetu, si kwa bahati tu, bali kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wana ujumbe mkubwa wa kubadilisha maisha yetu. Ni juu yetu kutambua na kutenda kabla ya mitihani kutulazimisha kubadilika. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.